wa kiongozi au viongozi, na mwisho tutamwangalia Mwenyezi Mungu na huruma zake. Mambo matatu haya tunataka tuyaangalie leo katika hotuba yetu, ili kila mtu ajiangalie ataguswa upande gani na natakiwa awe nini. Angalie viongozi, maneno unayoweza kuambiwa na unaowaongoza. Vile vile tumwangalie Mwenyezi Mungu ambaye yeye anajisifia kwa sifa nyingi kwamba yeye ni rahimun, ni halimun, ili tuweze kutembea katika ulimwengu huu katika uangalifu mkubwa. Unaweza ukawa sasa hivi tunasoma mitandao, tunasoma magazeti, unaona watu wanavyomsema viongozi, tena mwenye nguvu, ana nguvu zote, lakini uone ni namna gani wanamwambia, na yeye anatumia njia hii. Haya yanaweza yakaingia katika uongozi hata na wewe nyumbani kwako. Ambaye utaangalia wewe kiongozi ambaye Mwenyezi Mungu amekufanya wewe uwe ni kawamu katika nyumba, wewe ni kiongozi, ni mchunga. Yanawezekana na haya yakakusibu katika nyumba yako, ima kwa mkeo, ima kwa mmeo, ima kwa mwanao. Unafanya nini? Sasa aya hii tuliyoisoma hapa, hawa ndio magwiji wa kiburi katika dunia. Qur'ani inatuambia yako watu wametajwa katika Qur'ani ndio magwiji wa kiburi. Maana wakakuuliza ni nani mwenye kiburi zaidi hapa duniani, huwezi kukosa kumtaja Firauni. Mpaka na Mwenyezi Mungu amesema istakbara innahu tagha. Katika aya hii ya 38 katika suratul Qasas, Firauni ndiye Nabii Musa anasema maneno haya kwa Musa ambaye ni nabii wa Mwenyezi Mungu, Nabii Musa, na wanafahamiana vizuri kwa sababu Firauni amemlea Musa. Nabii Musa amekulia katika malezi ya Firauni, amelelewa katika nyumba ya kibwali ya mtu jeuri kuliko majeuri wote, na Mwenyezi Mungu akampa utume, akamtuma kwa huyo aliyemlea ambaye tunamsikia kwamba ndiye Atwara, innahu Twara. Sasa tusikie maneno haya. Nabii Musa baada ya kwenda kwa Firauni, Mwenyezi Mungu anamwambia, wewe Musa, sasa wewe nakupeleka ukiwa mtume katika utawala wa Firauni huko Misri. Akamwelekeza na mbinu za kutumia, kwamba huyo mtu amepindukia katika kiburi, lakini wewe zungumza naye kwa njia dalili. Mkifika kwa Firauni kumfikishia ujumbe ninaokupeni,
semeni naye kwa njia iliyokuwa ya kawaida. Mwenyezi Mungu anamjua Firauni ambaye amewahutubia watu wake akiwaambia kwamba ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mungu wenu wa juu. Hakuna mtu amefanya kiburi kama Firauni kujiita Mungu tena wa juu. Sasa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye anayestahili kuwa na sifa hiyo ya kuwa juu, anampeleka Firauni, anampeleka Nabii Musa na Harun waende kumlingania Firauni, tena wamwambie kwa njia laini iliyokuwa darasa lake na mawaziri, baada ya Musa na Harun pia kupa maneno. Sasa tusikie maneno ambayo Firauni anayasema mbele ya ujumbe wa Mwenyezi Mungu na mbele ya watu adamunasi. Ana watu wanaitwa malaku waheshimiwa, kaita baraza lake la mawaziri, wabunge wake, nini wote wakaja pale, akamwambia maneno yafuatayo: waqala Firaun, na Firauni akasema kuwahutubia watu wake wa Misri hapa, ya ayyuhal malak, enyi waheshimiwa nini, ma alimtu lakum min ilahi ghairi, angalieni na muhifadhi jambo hili, mimi sijui kama ninyi mna Mungu mwingine asiyekuwa mimi. Maneno haya Firauni anawaambia watu wenye akili sana. Kama mimi nilivyosimama hapa nawaambia kumcha Mwenyezi Mungu, Firauni anawaelekea watu wake, anasema nyie watu nini tena malaku. Hawaambii watu wa kawaida, hawaambii watu kamchekele, hapana, anawaambia watu malaku waheshimiwa. Nyie waheshimiwa nyie, naam, ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Jambo la kwanza mnalopaswa kuzingatia, mimi kwanza. Yeye Firauni anasema, anamwambia makamu wake, washa moto, nijengee mnara huko, mimi nataka niende atwale huu, nimfungulie, nimwone huyu ambaye anazungumzwa na Musa. La tatu, pamoja na maneno Musa aliyozungumza na ndugu yake Harun, wa inni la adhunnuhu min al-kadhibin, mbali ya yote aliyoyasema kule ndugu, anarudi kwa upande wa Nabii Musa ambaye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na Nabii Harun, anasema huyu Musa nina yakini kwamba ni mrongo, hakuna ma alimtu lakum min ilahi ghairi. Haiwezekani Musa na Harun wakati hapa kusema kwamba kuna Mungu mwingine, hali ya kuwa mimi sijui kama ninyi mna Mungu mwingine, maana miaka yote mmekaa hapa mnaniojua kwamba mimi ndiye Mungu wenu, na Musa akakulia hapa anapinga Mungu wangu. Sasa hebu angalia, Nabii Musa na Haruna walikuwa na hali gani wakati huo? Wao walikuwa wanawaambia kwamba mwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, huku Firauni anasema mimi sijui kama kuna Mungu mwingine. Tena anawaambia watu, sijui kama ninyi mna Mungu mwingine asiyokuwa mimi. Watu wamekaa. Sasa haya inaendelea stakbar. Alifanya jeuri kubwa Firauni kujiita Mungu, lakini Nabii Musa ambaye ni mtume
na Nabii Musa anafahamika, alikuwa ni boxer, alikuwa ni boxer na ngumu kweli, ngumi moja unakwenda. Lakini Nabii Musa na Haruna wanamsikiliza Firauni, anasema maneno hayo, wanasubiria Mwenyezi Mungu aweze kuwapa jibu la kuweza kusema pale mbele ya Firauni. Sasa wewe niambie, wewe na mimi, nyumbani kwako, wewe ndiye baba wa nyumba, umekaa pale, mtoto wako anakwambia, mzee, usinitishe na ubaba baba, na mimi ningetangulia, ningekuzaa, utasema nini? Au familia yako pale ndani wanakwambia, wewe baba, wewe, sisi hatujui kama huko ndani kuna baba mwingine, au kwamba wewe unajiita baba, sisi hatujui wewe kama ndio baba wa nyumba hii. Watu wanakanusha ubaba wako. Au mama, mtoto wako anakwambia, mimi sijui kama ulizaa, mimi sijui, kwa sababu wakati unanizaa mimi sikuwa kama nilizaliwa na wewe, nimejikuta tu niko mikononi mwako, unaniambia wewe ndio mama au mimi ndiye baba, mimi siwajui. Unasemaje ukiletewa ujumbe wa namna hiyo? Ndugu zangu Waislamu, watu wamefanya jeuri katika nchi. Kwa hiyo wewe kama unaweza ukatumia njia ya kawaida, ni kupoa kama alivyopoa Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Utafanyaje? Utamchinja? Au inawezekana watu wengine unasikia kwa fimbo au kisu au nini wanafanya, wanakwambia, sijui wewe kama ni mama yangu, au wewe sijui kama ni mume wangu, au wewe sijui kama wewe ni mke wangu. Mtu anakukataa hivi mbele ya watu, tena anawauliza, eti huyu ndiye mume wangu, au na wao wanasema eti huyu ndiye mke wangu, au mtoto anasema hivi, huyu ndiye wazazi wako, hao ndio kweli waliozaa hawa. Sasa haya mambo mnayaona katika mitandao na somo, naangalia viongozi wa dini wanayozungumzwa, wanayotengenezwa. Kanaweza anamtukana rais, tena kwa kumtukana pale anapata na fedha. Kuna mtu anaishi kwa kupata fedha kwa kumtukana rais, kumtukana kiongozi wa dini. Na kaa pale Waislamu, mtu anatuka tu, eti huyu ndiye mufti wenu. Unamfanya nini? Kashfa. Lakini unawaona viongozi wenyewe, hao wanasema haya, hao wanaendelea na mambo mengine ya kiongozi. Yaani kiongozi anatakiwa awe na subira kubwa. Kwa hiyo huyu Firauna tumwache asimamie wateuli wote katika ulimwengu. Ziko haja nyingi zinazomzungumza Firauna. Sasa twende wakati wa Mtume Muhammad, naye hakusalimika, atumwa pewa utume katika watu wake Makuraishi, wanamfahamu sana, anawapelekea Qur'an. Makuraishi kumuonesha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni wakorofu, ni watu wenye kiburi, watu wenye jeuri. Wakasema, Muhammad hatushughuliki na wewe, sisi tunataka tumwambie huyo unayesema ametutuma huyo Mungu wako huyo
wewe tulia, wewe tunarapa, sisi tumwambie huyo Mungu wako. Wakasema tumwambie maneno haya, wanayasema mbele ya Mtume Muhammad. Wanamwambia, Qur'ani inatuambia katika sura Al-Anfal, wa qalu Allahumma, wewe sikilizeni watu wenye jeuri, Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indik فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. اللهم ewe Mungu, kama haya anayoyasoma Muhammad ndiyo haki inayotoka kwako, tumeyakataa. Sasa tunakushauri la kufanya. Wewe angalia watu waliokuwa hapo, sio kwamba tumeyakataa tu. Chagua moja kati ya haya tunayokushauri au yote mawili utaka. Moja, faamtir alaina hijaratan minas samaa, tumekataa tuteremshie mawe au mvua ya mawe minas samaa, kutoka mawinguni ituangamize. Kama hilo utaona linakusumbua, au itina bi'adhabin alim, au tutafutia adhabu nyingine yoyote iliyokuwa kali yenye kuumiza chungu. Lakini tumeikataa Qur'ani anayesema Muhammad. Sasa hebu angalia hali ya mtume mwenyewe aliyekuwa akiwaambia na maneno waliomjibu. Au kama ni wewe wamekupa barua, bwana, hii barua inatoka kwa kiongozi wako, ukaona mtu anaichukua anaichana, kama huyu ndiye ameandika, huyu ana adabu, anachana hii barua yako, unafanyaje? Ima imetoka mahakamani, imetoka kwa mufti, imetoka kwa kadhi, imetoka ofisini, imetoka mtu unampelekea barua anaichana. Nifanye unalotaka kufanya. Sasa maneno haya tunayasoma kwa sababu gani? Ili nyinyi au sisi viongozi mweze kuelewa kwamba utakaposemwa maneno na watu unaowaongoza usiyaone mapya. Ujue kwamba kuna watu walishaambiwa maneno mazito kuliko hayo unayoambiwa wewe. Sasa wewe ukamwambia shehe gani huyu? Nasema mimi naweza kuambia shehe gani zipigwe. Kwa nini naenda kupigana? Watu walishaambiwa maneno mazito kama hayo walio Firauni anawaambia watu wake kwamba sijui kama kuna Mungu mwingine, na watu wanasema ndio wao. Na mitume wakaendelea kuishi na mambo mengine. Wewe wanakukusa kidogo unalia. Nikuwa dunia hawa wanasema nini wewe kama ni kiongozi? Ujue wewe ukiambiwa neno walishaambiwa wewe watu waliokutangulia maneno mazito kuliko hao wanaokuambia wewe. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanamwambia kwamba sisi tumekataa, kama unalofanya tuteremshie mvua ya mawe. Hayo maneno hawamwambie mtume, wanamwambia Allahumma, ambaye yeye ana uwezo wa kuteremsha mvua hiyo ya mawe, ana uwezo wa kuwaletea adhabu yoyote anayotaka. Lakini tumalize, tuangalie huruma za Mwenyezi Mungu. Alipoambiwa Mwenyezi Mungu maneno hayo, mtume anasema ya hebu sikia watu maneno wanayoniambia, wanataka kuangamiza. Sasa msikilize huruma za Mwenyezi Mungu. Anasema wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim. Elewa hayo Muhammad. Anasema wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Lakini kwa huruma zangu
siwezi kuwaadhibu watu kwa jeuri zao, hali ya kuwa miongoni mwao mna watu wanaoniomba msamaha. Angalia mambo ya Mwenyezi Mungu. Hawa ukiangalia Nabii Musa hakumwadhibu Firauni wakati Nabii Musa yuko Misri, lakini alipomwamrisha kwamba hama Misri uende Shamu, Firauni aliangamizwa. Hali kadhalika na Makureshi, Mtume alipoondoka Maka kwenda Madina, ndiyo yalikuwa maangamizo ya kina Abu Jahali wote. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumwelewe Mwenyezi Mungu, tuelewe kwamba kuna watu wanajeuri, lakini tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kutuondoshea shari za hao watu majeuri. Wewe Mungu unamwambia mtu kama rais atafanya nini? Mimi ndio rais ambaye vyombo vyote vya maangamizo viko mikononi mwake, yeye ndiye madai tu. Lakini mtu anakaa pale anatukana anafanya hivi, lakini unaona rais anaendelea na mambo yake. Tunaona maneno wanayozungumza kwa mheshimiwa mufti anaendelea na mambo yake, yanayoendelea kuzungumzwa mtaani kwa viongozi nini, maimamu gani kule, lakini unafanya nyuma yake. Kuja tukafanya bana, lakini yule imamu hamna chochote wala roho. Sasa wewe imamu ukisikia maneno kama hayo usilie. Wewe shehe ukisikia maneno hayo usilie. Mimi wananidharau, wananitukana, wanafanya hivi. Wakutukane, watu wakutukana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanamwambia Mwenyezi Mungu maneno ya kijiji ya bunge ya katibu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema siwezi kuadhibu kwa sababu miongoni mwao kuna watu wanaomba istighfar. Kwa mfano leo watu wengi wako bana mkuhabu kwa gari, lakini ninyi wachache ambao mnahudhuria msikitini, mnahudhuria katika nyumba za ibada, mnamlilia Mwenyezi Mungu, na hapa tutasema tutakuja kumlilia katika sura Al-Fatiha, na wafidia adhabu ya Mwenyezi Mungu waliobaki, ambao wataki kujua tumwambia kwenda kuswali. Mtu mmoja aliambiwa kwenda Maka, akasema shehe, nimesoma habari ya kijana, lakini hebu na mimi nielekeze hivi, nikienda Maka Mungu nimuombe nini? Maana kila kitu ninacho, afya ninayo, wake nina wanne, nyumba ninayo, mashamba ninayo, mifugo ninayo, magari ninayo, kila kitu ninacho. Haya, nikifika kwenye Kaaba Mwenyezi Mungu nisema haya, nimekuja Mwenyezi Mungu kwenye nafasi kubwa, nimwambie kulipe nini? Wako duniani sasa mwangalia, ingawa mtu huyo mwisho aliyapata yaliyopatikana, Mwenyezi Mungu alimfundisha la kuomba. Kwa hiyo inahitaji tuweze kuwa tunavumiliana. Watu na majeuri wapo, watu wakorofi wapo, lakini na wewe kwa sababu Mwenyezi Mungu amekupa akili kutumia nani. Wewe acha watu na mambo yao, usikasirike, waombe hata kwa Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamempiga mawe, damu zimechuruzika, asimama pale, hana msaidizi. Jibril anakuja, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Mwenyezi Mungu ananiambia unataka nifanye nini, wafanye nini hao waliokupiga mawe? Mtume Muhammad anasema mimi nina matumaini aliyokuja Allah min aslabihim man yatawalla. Mimi najua kwenye migongo ya hawa wanaopiga mawe hawa watakuja kuzaa kizazi ambacho kitakuja kutetea haya ninayowafundisha ambayo hawa ndio wanafanya. Na kweli angalia leo watu wote mawazo yote yako Saudi Arabia, lakini unaonaje ungemwambia mtu wa Maka
Mkuraishi salamu alaykum amekaa ndevu nzuri na nini, ukamwambia lakini nini nimesinge kutolea salamu. Yaani kwa sababu gani? Mimi si ndio kumpiga mtume mkamwamisha mpaka kwa Madina. Utapona baya. Unaweza ukaondoka baya. Leo si ndio wanatetea Uislamu? Mpaka hata mwezi wa kule ndio tunauona ndio mwezi mzuri. Lakini ukimwambia maneno nini, Qur'ani inashuka inamwambia maneno haya, unamwambia Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min 'indi faamtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi'adhabin alim. Kwamba nini ndio ukisema maneno haya kwa mtume na mnayasema kwa Qur'ani, kwamba kama Qur'ani hivyo, lakini mtume alisema inni arju an yukhrija Allahu min aslabihim man yatawalla. Mimi nina matumaini makubwa kwamba haya maswali yanayotokana haya yatakuja kuzaa watoto watakao kuwa Waislamu wazuri na kutetea Uislamu. Imekuwa kwa hiyo lazima tuwe na mambo hayo, na Mwenyezi Mungu ameshatuambia dawa yetu ni kumwomba istighfaru Mwenyezi Mungu, mpaka Mwenyezi Mungu anasema ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, enyi waja wangu ambao mmepindukia katika kutenda madhambi, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu huyasamehe madhambi yote. Kwa hiyo angalia Mwenyezi Mungu maneno kama haya, anawaita watu ambao wanakuburu kwamba tusikate tamaa kumuomba msamaha. Hizi ndizo huruma za Mwenyezi Mungu. Watu wamejiita Mungu, watu wamefanya hivi, watu wanafanya hivi, lakini katika migongo yao mnaona wanatoka Waislamu. Leo Misri kwa Firauna ndio mnaona kuna chuo kikuu cha Kiislamu cha Al-Azhar Sharif kinaheshimika, kiko Misri. Sasa ukiwaambia Misri nini ndio mlikubali, Firauna anawaambia sioni nini kama mna Mungu mwingine, na nini mmekaa kimya na hamkuweza kujibu. Leo ndio mnafundisha tauhid katika ulimwengu. Kwa hiyo inahitaji kuwa na subira mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia. Kuna hadithi moja ameitaja Imam Muslim, ni hadithi nzito sana. Anasema Mtume Muhammad akiwaambia maswahaba wake, mara nyingi ukiona watu wanakukuu kwenye kutenda makosa, msije ukasema huyu katenda hivi tena mtoto wake au kile. Hapana, kutenda dhambi kupo. Mtume Muhammad katika hadithi ambayo Imam Muslim katika hadithi zake anasema maneno yafuatayo, anawaambia lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu lakum wa la jaa biqaumin yudhnabuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum. Mtume sallallahu anawaambia maswahaba wake, tusiwe tukawakatia tamaa watu, sisi tuendelee kuwafikishia maneno ya Mwenyezi Mungu. Mtume anasema ikitokea au ikitokea miongoni mwenu mkawa hakuna mtu wa kutenda dhambi yeyote, la dhahaba Allahu lakum, Mwenyezi Mungu angeweza kuwafuta nyota akawaondoa, alafu akaleta watu wanajaa biqaumi, na akaleta watu yudhinibuna, wanatenda madhambi, fayastaghfiruna Allah, halafu baadaye wanashtuka wanamuomba istighfari Mungu wao, fayaghfiru lahum, na yeye anawasamehe. Kwa hiyo usije tukajiona ukaona mtu ametenda kosa, ametenda dhambi ukalibeba.
haiwezekani bwana, zima itokee mtu atende dhambi halafu maskini baadaye ajutie, amwombe Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu yuko tayari kumstiri na kumtia madhambi. Astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi ighfir li wa li akhi